Hello wadau. Natumai mko poa, mko salama, mmeshinda poa. Hapo jana tumekuwa tukizungumzia kutokea juzi kesi yake Jowie Irungu, so pale ambapo hukumu iliweza kutolewa na Justice Grace Nzioka, Lady Justice ama tuseme Lady Judge Grace Nzioka, ya kwamba Jowie Irungu ameweza kupewa hukumu ya kifo kwa ajili ya mauaji yake Monica Kimani. Lakini fununu na maswali yamekuwa yakiendelea so katika mitandao ya kijamii, wengi wakimtaka Jowie Irungu so kuweza kufunguka na kuongea kuhusu ni nini ambacho kilitokea usiku ambapo Monica Kimani alipoweza kuuawa. Maana wengi wanadai Jowie Irungu anaubeba msalaba wa mtu ambaye alihusika katika kumuua Monica, ila Jowie mwenyewe sio yeye aliweza kumuua Monica Kimani, jambo ambalo limeweza kuendelea kuongelewa na kuzua mazungumzo tata kwenye mitandao ya kijamii. Ila kumbuka kutokea jana taarifa zimekuwa zikituarifu tokea hukumu yake Jowie Irungu ilipoweza kutolewa, amepata kuacha maisha yake kwenye mikono, anapaswa kuyaacha maisha yake katika mikono ya Rais William Ruto. Maana William Ruto ndiye ambaye ana uwezo wa kumpardon Jowie Irungu kutoka katika hukumu ya kifo ambayo aliweza kutolewa. But Jowie amesema ya kwamba yeye imani yake anaiweka kwake Mwenyezi Mungu na hata yaacha maisha yake kwa mikono ya binadamu, ndipo binadamu amue kana kwamba yeye atakuwa akiishi ama atakuwa akiaga dunia. Kile ambacho amekifanya Jowie ni kuchukua hatua ya kuweza kuappeal kesi yake katika mahakama kuu, akiomba kesi yake iweze kusikizwa kwa mara ya pili na ushahidi ulioweza kutolewa kuweza kuwa reviewed kwa mara nyingine. Jowie Irungu has filed a notice of appeal. Irungu files notice of appeal against death sentence. Kumbuka yes, aliweza kutolewa hukumu ya kifo. Aliweza kutolewa hukumu ya kifo, na baada ya kutolewa hukumu ya kifo, inaaminika hukumu ya kifo ni adhabu ambayo ndio adhabu ghali zaidi katika nchi ya Kenya kwa mtu ambaye ana makosa ya mauaji. Ila adhabu hii, maana mtu hauna uwezo wa kuweza kuchukua uhai wa mtu, maana mtu kulingana na katiba ya Jamhuri ya Kenya ameweza kupewa wadhifa wa kuishi na ameweza kupewa anakubalika kuishi hata iwe amefanya makosa gani. Hivyo Jowie Irungu ataweza kuuawa, ila kile ambacho kilikuwa kifanyike ni kwamba ataweza kukaa gerezani ambapo hatakuwa hakitengo na raia na maabusu wengine, maana yeye atakuwa in solitary confinement ambapo yeye atakuwa akizuiwa kuweza kuonana na wafungwa wengine, atazuiwa kuweza kujifunza wala kufanya kazi yoyote pale gerezani. Ataishi maisha yake peke yake mpaka kufa kwake, jambo ambalo hakuliona likiwa ambalo si jambo nzuri kabisa. Maana watu wengi wameweza kuzungumza na kuweza kutoa maoni yao kulingana na kile ambacho wanakidhania kuhusiana na hukumu hii ambayo Jowie Irungu aliweza kuipokea. Tukiendelea kuangazia, machapisho ni mengi ambayo yameweza kuzungumza kuhusiana na Jowie Irungu kuweza kuamua ya kwamba you know what, mimi sitaweza kuyaacha maisha yangu kwa mikono yake Rais William Ruto, hata ingawa rais yeye ndiye ambaye amepewa mamlaka na katiba kuweza kunipardon kutokana na makosa ambayo naambiwa nimeyafanya. Ila naamini ya kwamba imani yangu kwake Mwenyezi Mungu inaweza kuniondolea adhabu hii ambayo ni adhabu nimeweza kupewa na Lady Judge Grace Nzioka, ambaye alidai ya kwamba Jowie kwa hatia ambayo alionayo anapaswa kuuawa. Ni kitu ambacho tunaendelea kukizamia na kuweza kukichunguza kwa muda, ndipo kuweza kuhakikisha kwamba kesi hii tunakupa yote ambayo unatakikana kujua kuhusu kesi, maana ni moja kati ya kesi ambazo zimeweza kuongelewa sana na kuweza kuwa na mvuto mkubwa sana nchini Kenya. Maana Jowie ameweza kujizolea umaarufu wa huruma kutokea kwa Wakenya
wenye heri njema ambao wanadai ya kwamba Jowie Irungu sio yeye aliweza kumuua Monica Kimani. Nikiweza kusoma ujumbe huu in full, Jowie Irungu through his lawyer Andrew Muge has filed a notice of appeal showing intent to challenge his conviction and death sentence by High Court. Judge Grace Nzioka on Wednesday after being found guilty of gruesomely killing businesswoman Monica Kimani. Take note that Joseph Kuria Irungu alias Jowie appeals to the Court of Appeal against the decision of the Honorable Lady Justice Grace Nzioka, whereby the appellant was convicted of murder and sentenced to death on March 13th, 2023. Read the part of the notice seen by BRK. Jowie was 2 days ago sentenced to death by the High Court. Lady Justice Nzioka said the prosecution proved beyond reasonable doubt that he gruesomely did the hack to Monica Kimani inside her house in Kilimani over 5 years ago in September 2018. Now, kitu ambacho kimeweza kujidhihirisha hapa ni kwamba Jowie amesema kwamba mimi sitakubali maisha yangu kuweza kuzimwa hivyo jinsi ambavyo mnafikiria. Maana I have the right to my life, na beyond reasonable doubt mimi nina doubt ya kwamba nyinyi wenyewe hamna ushahidi wa kutosha wa kuweza kunihukumu na kosa hili, hivyo mimi nitachukua hatua hii kuweza kupingana na mashtaka haya ambayo yameweza kuwekelewa juu ya maisha yangu. Huyu ni Jowie. Na tukiendelea hivi, nimeona wengi sana wakimuunga Jowie mkono, ila cha muhimu ambacho Jowie amekuwa akipata kuambiwa aweza kukifanya na marafiki na pia wafuasi wake haswa katika mtandao wa kijamii ni kwamba aweze kuzungumza na kufichua siri kuhusu yule ambaye inaaminika Jowie anamjua, ambaye alitekeleza kitendo cha kinyama cha kumuua Monica Kimani tarehe mwezi Septemba mwaka 2018, ama takriban miaka 6 ambayo imepita tokea Monica Kimani ambapo aliweza kuuawa. So swali ni je, kulingana na appeal ambayo Jowie ameweza kuiandika kupitia mawakili wake, itawezaje kufaulu? Ana ushahidi upi wa kuweza kupinga kufungwa kwake? How will Jowie go against the court again? And how will he prove that he is innocent again? Maana inaaminika ameshindwa kufanya hivyo kwa muda ambao aliweza kupewa akiwa nje pamoja na mwakili wake for the last 6 years. He was given the whole time to prove that he is innocent, lakini aliweza kushindwa mpaka kufikia tarehe 13 ambapo hukumu ilitolewa kwamba Jowie utaweza kuuawa kwa kunyongwa. Ni swali ambalo tunaendelea kujiuliza na tukiendelea kufuatia hii kesi kwa kina na kirefu. Tutakuarifu popote ulipo mtazamaji na msikilizaji wa The FM Show KE. Usibanduke kabla ya kusubscribe. Ila kile ambacho pia mimi ningetaka kukijua kutoka kwako, unadhani kana kwamba hii hatua ambayo Jowie ameweza kuichukua ya kupinga hukumu yake itaweza kufua dafu? Na je, alikuwa paso kumwachia Rais William Ruto wadhifa wa kuweza kuamua kana kwamba yeye ataweza kuishi wao ataweza kufa? Na je, ikiwa hatima yake ilikuwa iwe kwa mikono ya Rais William Ruto unamwona kana kwamba alikuwa na uwezo wa kuweza kumwachia Jowie, ama Ruto angeweza kupeana go ahead ya Jowie aendelee kuhukumu kwa kifungo cha maisha gerezani, ama hukumu kwa hatia ambayo ako nayo ya kumuua Monica aweze kuuawa? Ni swali ambalo tunaliacha kwako mtazamaji. Usisahau kusubscribe, tuungane katika video zetu zijazo.